wako sawa. Kuna madokta wako wanawahudumia kule kuhusu mahudumizi ya massage, na mpaka hivi maandalizi hizi tumeanza tarehe 22 tumeanza, tuko wachezaji wengi wa hapa, asio Captain Selemani alikuwa hapa. Hivi wengi wamefika. Hii wiki tumefanya mazoezi pamoja, na nina maoni mazuri kwa kuona kama mchezo huyu utendeka vizuri uwanjani. Timu ya Sudani ndio ambayo mnacheza nayo, una habari kuhusu timu hii? Ni wazito wapi, ni wepesi wapi? Kwa kweli ukiangalia timu ya Sudani hatucheza nayo, lakini nimeona mechi wamecheza na Mali. Ukiangalia ni wachezaji wanacheza kwa kasa, wanagonga, wanapiga kabisa kiato. Ndio maana kuna maliza kama hii mazoezi tunafanya ilikuwa nguvu, juu wachezaji wanagusana sana. Kasema maandalizi yenye tunafanya, tunaandaa ni machi ya Sudan, na tumeangalia machi Sudan imecheza na Mali, machi Sudan imecheza na Djibouti, na ingine imecheza na zingine nchi. Tukasema kwa kuandaa hii mechi inafaa kwanza, si kisu najua hapo wachezaji wetu tunasemaga ile technique wanayo, akisasa technique leo bila nguvu haifai. Ndio maana tumejiandaa kwa kila kitu, tumeona mavideo zao, na nafikiri bila shaka tutaweza kuwabuka hapa nyumbani. Bila shaka unajivunia ushindi wa kesho. Ni kipi ambacho kinakufanya ujivunie ushindi wa kesho? Kwanza cha kwanza kinatuma nijivunie ushindi wa kesho ni jua wachezaji, nikiangalia wote naona wako pamoja. Kioni chao unaona wanacheka, inaonesha sura nzuri kwa kuona kama ushindi upo. Hicho ndio cha kwanza cha muhimu. Nasema watu wakishakuwa pamoja, hamna tatizo, wanaweza wakapigana pamoja na wanaweza kubuka ushindi. Siku ya mazoezi siku ya Jumanne ulitoka uwanjani, na hasa waandishi wa habari, baadhi ya waandishi wa habari walikusogelea kutaka kuuliza, ulikataa kusema na ukasema kwamba kuna matatizo. Nyie amoni kama kuna tatizo, nyie amoni, hili neno lilirudi mara nyingi sana. Nini maana ya hilo? Maana ya hii neno, unajua nimepana ujumbe kwa wachezaji wote, asio Captain Selemani alifika mapema, wengine wamekuja hii wiki ya mechi, na walikuwa kwenye ndaweza sema kwenye holiday kuatia pamoja. Nikaona wanaremba, nikasema hapa pana matatizo kabisa, inafaa tena niwaze gisi. Unaona kama niko na wasaidizi wangu, nafaa tuwaze gisi ya kuunga timu vizuri juu tuweze kubuka hiyo ushindi. Jua nimesema kwa hivi pako matatizo, na jua nikawaambia kwa hivi siwezi nikatoa interview yote juu sijaona kikundi na ultimatisha nje kama wako sawa. Hakika leo niweza nikasema nimeona mazoezi ya Wednesday na Thursday, nikasema kwa hivi wachezaji naona kabisa timu inaanza chomoka, na ndio maana tumeweza kutia wachezaji wote 18 wenye watakuwa kumacha ya kesho. Tupe sura ya vestiaire ya Inamba. Anafanana sura ya vestiaire kwa hivi, sura ni nzuri sana. Juu ya nini? Ni wachezaji nimekuwa nao tokea wangali wadogo, tunaongea nao, wanajua gisi niko, najua gisi wako. Ndio nikasema ile wanasema ambiance hivi naona ni nzuri. Juu hivi sio ile ya kusema ni mzungu ni nini, kama pako tatizo tunaweza tukaongea, kama tumefuata tactic vibaya nasema coach hapa naona tunifanya hivi. Yaani hivi hakuna uoga wa kuogopa ni fulani. Tunaongea si bote kama wandugu, kama warusi wote. Hakuna mpasuko wa wachezaji kwa sababu hao ni kutoka nje mara nyingi, wakati mwingine na hao kuna pakosi virus 1 2 3 ya kebeiana, kuzarauiana, ima wakati mwingine hao wakawa na huyu, sababu sio mara moja mara pili tutasikia mara hao kwa Selemani, hao watakuwa kwa fulani. Huyo mpasuko ndani Namba tumeuzoea kuona japokuwa kwa hujaweza kujua. Vipi pana hakuna mpasuko? Kwa kweli baka hivi nikiangalia gisi tumeongeaga mbele kabla ya kuanza mazoezi, nimemwambia tukaongea vingi sana. Selemani alikuwa pale, Joa amefika mapema, Captain Selemani alikuwa pale, tukaongea bibi pitikaga ni vya wapi. Ile mkishaongea na watu inaonekana mko mnatafuta kuunga ekipe moja. Kwa hivi kweli asioche kimetokea leo cha umesikia. Kwa hivi nikiangalia kuote naona kabisa sura ni nzuri. Namba kila dakika 15 za mechi wanapigwa bao, hapo wanakuja kucheza baada ya zile dakika 15. Ni kwa nini na ni kitu gani wewe kocha Olivier unafanya? Kwa kweli ile dakika 15 kwangu ilikuwa inatokea juu ya nini? Tulikuwa tunaunda timu tumekawia, na kuzuiana kwa timu inaomba muda. Kwa sasa nikiangalia wakati tumekamata wa kufanya mazoezi ni muda wa kutosha, na tumetumika hiyo 15 tutakutana physical ilikuwa sawa, lakini ile nguvu njoo tujaribu kugusia kwa ile nguvu ya wachezaji, tuone kama wachezaji kabisa wako imara,
na naona kwa hivi gisi tumesema tuko tunaenda tunakosoa juu kiangalia wawezi kusoa vitu yote hapo hapo inakamata muda kwa kiwango tumefika iko hapa, naona sura ya kwenda mbele ni nzuri. Mfumo upo utatumia kesho? Mfumo utatumia kesho, tuna wa defender 4, wa midfield 3, wa striker pembeni na wale wawili wa mbele. Yaani 4-2-3-1. Tumeshinda mechi kati ambayo tunaweza kucheza na Djibouti mwezi wa 3, kipindi na mechi ambayo tunaweza kushinda mechi ya pili pia tukaweza kushinda. Pia hata Sudani kwa mwaka 2016 na mwaka 2017 pia wameshinda mechi moja ambayo waliweza kuitandika Djibouti mabao 6 kwa sifuri. Je, ukiangalia kuhusiana na orodha ya FIFA, viwango vya FIFA, Sudani iko juu yetu. Je, wewe unaona kwamba inaweza kama tishio kwa timu yetu ya taifa ya ndani programu? Ni tishio, hisi nimesema ni tishio tena kubwa. Si kusema ngo imefunga Djibouti au tumefunga Djibouti. Tishio ya timu ya taifa ni gisi mgo mnatengeneza, na mkicheza mechi nyingi za kirafiki zinapandisha point kwa ile ngazi ya FIFA. Ndio tuliomba viongozi wakasema tutahudumia siku zijayo, acha kwanza tutengeneze hivi. Lakini kweli Sudani kama iko mbele yetu inamaanisha kama sio timu bovu. Labda tutie mkazo fasi yote juu tuweze kuwafunga. Na utatumia tena pia nguvu mingi. Ndio maana nasema sio mbovu juu wako nyuma yetu wako mbele yetu. Ni kwa hiyo maana utajua mbovu ni nani, mwiko na nguvu ni nani. Kocha, umewahi kuongea ukasema kwamba timu nyingi za kuzungumza lugha ya English kama kwamba zinakuwa ni timu zinatumia mfumo wa 4-4-2. Alafu wewe umetuambia kwamba ni mfumo unaotumikisha ni kama mfumo wa 4-3-3. Sasa huyo mfumo, na kwa kutokana na ile mifumo ya hizo timu za kuzungumza lugha ya English, unaona kweli kama huo mfumo utafaulu kwa mechi ya kesho? Kwa kweli nikizungumzia hiyo, kawaida mfumo umeunda sio njoo unacheza. Pako animation na kwa uwanjani. Na kama nimezungumza kama timu zinazungumza English, yani wanazungumza Kiingereza, kawaida mchezo wao wanatumia nguvu. Na njoo maana kwa hiyo ngazi nimwambia kweli palikuwa wameumia juu ya nini, ajili ya kuzuia kutumia hiyo nguvu au kuzuia kufikia kwa mwili wa mtu. Tumetafutia sana kitu cha nguvu. Ile tunasema kugonga, ile duel. Na ile tukiweza, hamna tatizo, sio mfumo niko na mpira una mpira au mpira unageuka. Ni gisi mtu anakimbia, ni gisi mtu anagongana, ni gisi mtu anaona. Juzi tunawafundisha kama makocha. Akiwa wenyewe uwanjani wanaweza wakaongezea kingine cha kufundisha. Ile ndio nimesema umefundisha vizuri, unamfundisha mtoto, anafika anaona kingine mbele. Hapo sasa ni wachezaji, ni si uwanjani, kwa tunawakumbusha kidogo. Akinaona mpaka hivi nguvu ametumia kwenye mazoezi, naona kwa hii mechi kuna kitu itabadilika. Kwa tukikusudia kwa hizo nguvu huko nasema za kutumikishwa na wajueli, na kuna kama Captain Selemani hapo ni Muslim na wengine wachezaji wanaokutana wachezaji wa Muslim, na mwezi huu ni mwezi wa Ramadhani, hakuna kipingamizi cha unaona kwamba kinaweza kikafanya tusiji tukabeba ushindi kwa mechi hiyo ya kesho? Kwa kweli tunasema tuko mwezi Ramadhani, lakini gisi mchezaji hapa Gaila amesema ni mchezaji anacheza na wenyewe wanafunga. Tumefanya mazoezi asubuhi na magharibi wakajisikia. Itakuwa sasa hiyo nikisema kidini itakuwa ni roho binafsi ya mtu. Yeye nje ataamua. Kama itabidi aseme hapa nafanya hivi au niko mbovu hapa, ni yeye mwenyewe. Juzi tunafundisha kukamata waamuzi. Tunataka uwanjani wenyewe ndio wanakamata waamuzi. Yeye nje ataona, siwezi kusema ngo nimwingilie tunasubiri kesho kwenye mechi itaonekana, na pia tutaendelea tunaongea nao. Juzi tunasema kweli kabisa nguvu zinatumika zinapita mkinywa. Inasema nguvu inapita mkinywa ndio chakula. Aki sasa ni kuangalia usiwavuruge mkichwe juu hivi tuko Friday, kesho ni mechi. Inafaa tubakie mwili ambiance nzuri, usilete kurofishana, na hii ni kila mtu anaona maisha yake. Tunawafundisha kujua gisi mwili wako utatumika. Daktari iko pale, Dr. Marongo ndio anatusaidia kwenye maudumifu ya wachezaji. Nafikiri na yeye wataongea pia,
na yeye ndio ana uzoefu wingi kwa kujua swali hivyo. Labda nikuulize swali moja. Hivi tumeona makocha wanaita wachezaji, alafu pia wanaita wachezaji wa ziada, wale wanaitwa stagiaire. Hivyo tumeona kama Florai Benga ambao wanasaidia wachezaji saba wakuja kusoma tu wenzao. Kwetu Burundi sio kama labda ni uwezo au kitu gani. Kwa nini huwa mnaita wachezaji wadogo? Ni kukopa kufanya selection ama ni kitu gani hasa mnaokopa? Kwa nini tusina huo mfumo tukiasi kwamba tu tunaita wengi ile kuwezekana na kuita hata wastagiaire wale ni kuja kufanya zoezi ndani yake. Hivyo tunaona makocha wengi sasa ndio mfumo wametumia. Olivier, kuna kitu tabadilisha hasa kama kocha mpya utakuna? Kwa kweli ukiangalia nafikiri hiyo mfumo president wa federation nafikiri aliusikia mapema kwa ajili ya nini? Ameanza wakati ameanza hii under 15 akaanza under 17. Hiyo ni kitu tumeongea mapema tukasema kwa hivi fasi yote. Hisi tunasema kuna watoto wanaingia ni juu azoe kuangalia ule mkubwa yake anafanya nini. Na mimi kesho nikienda akosha kwa na hiyo uzoefu. Kwa hiyo tunaifa fasi mingi na sisi tuko na wachezaji pia wengi nje wana bado miaka 15, bado miaka 17. Lakini nafikiri Yesu amesema inaomba uwezo, inaomba kutia uwezo mingi mwa hiyo formation na ina uhakika kama mechi ya kufuata tunaweza tukaita kama mmoja au wawili unaanziaga kwa moja mbili kisha nyuma unaongezea juu ya kuona mabadiliko ni wapi. Sura ya timu yako inakupatia kuweza kufuzu kuingia AFCON 2019? Sura ya timu yangu kweli nikiangalia tukiendelea hivi nina uhakika kama hakuna chenye kinavurugika katikati tukiweza kuhudumia wachezaji wetu kama gisi tumefanya hivi tukiendelea tunapandisha tunatafuta mechi mingi juu pale ile mechi tunasemaga ya kirafiki nasaidiaga sana. Na njina inamaanishaga gisi tuweze kugeuza wachezaji wazoee competition. Lakini kiangalia kweli president wa federation hicho ni kitu anasikia tena anangoja tu mtabwambi tafuta masponsor mingi ngambo mingi. Nafikiri hiyo itaingia mnani tutaweza ikatusaidia kuchuana na watu wenyewe tutakuwa kama tunaweza kama friendly game na Uganda, Kenya. Itasaidia kwa hiyo mamachi kuona kama tunaweza na sisi tukafika ile fasi tulisemaga tokea zamani au tujafikaga hapa au tujafikaga hapa. Kocha mwenzangu hapa amegusia michezo ya maandalizi dhidi ya Djibouti na Tanzania. Je, unaona zile mechi zilileta mchango katika maandalizi yako wakati kikosi ambacho kilikuwa kinatumia ulikuwa na focus sharp lakini leo tunakaribia kadi? Kwa kweli ukiangalia maandalizi tumefanya kwa kucheza na Djibouti tulikuwa tuna focus sana shani. Juu wachezaji wa kucheza nje wanakuwa kwa wanacheza ligi zao huko, kuwatoa kule na kwa nguvu inaomba invitation ya kuonekana. Ndio maana umeona kama ile mechi tumecheza na Tanzania ilikuwa kawaida ni ya simaga journée FIFA, lakini tuliangalia wachezaji wengi fasi wanacheza walikuwa bado angaliki kwenye ligi zao. Tukasema hivi tuna focus chana, acha tujaribu tukamate wachezaji wanacheza hapa Burundi na wewe tuwapandishe kwanza kiungo jua anacheza nje waisha kwa professional. Leo mtu amfundisha kufanya hiki anafanya kitaka kama akutaka atafanya juni kazi kwa sahihi. Ndio maana tunaona kama tuenda tunabadilisha, mtakupa maoni, tuchange maoni na tukitia maoni pamoja hamna tatizo, tunaweza tukafika mbali. Swali la mwisho kocha na kama sio sisi unaweza kuambia list yenyewe unazanayo list ya watu na moja special kama ndio cha kwa sahihi list tutaanza nayo tuna Jonathan Ngoli, tuna Rashid Kugosh kulia kushoto, tuna Musa, tuna Frederick, tuna Karim, tuna Piero katikati, tuna Gael, tuna Cedric, tuna Shasir, tuna Selemani na Fiston. Na wako sawa, kuna madokta wako wanahudumia kule kuhusu mahudumizi ya massage na mpaka hivi maandalizi hivi tumeanza tarehe 22 tumeanza tuko wachezaji wengi wa hapa asio Captain Selemani alikuwa hapa hivi wengi wamefika hii wiki tumefanya mazoezi pamoja na nina maoni mazuri kwa kuona kama mchezo huyu utaendeka vizuri uwanjani. Timu ya Sudani ndio ambayo mnacheza nayo, una habari kuhusu timu hii? Ni wazito wapi, ni wepesi wapi? Kwa kweli ukiangalia timu ya Sudani hatucheza nayo, lakini nimeona mechi wamecheza na Mali. Ukiangalia ni wachezaji wanacheza kwa kasa, wanagonga, wanapiga kabisa kiato. Ndio maana kuna maliza kama hii mazoezi tunafanya ilikuwa nguvu, juu wachezaji wanagusana sana.
kasema maandalizi yenye tunafanya, tunaandaa ni machi ya Sudan, na tumeangalia machi Sudan imecheza na Mali, machi Sudan imecheza na Djibouti na ingine imecheza na zingine nchi. Tukasema kwa kuandaa hii mechi inafaa kwanza, si kisu najua hapo wachazi wetu tunasemaga ile technique wanayo, akisasa technique leo bila nguvu haifai. Ndio maana tumejiandaa kwa kila kitu, tumeona mavideo zao, na nafikiri bila shaka tutaweza kuwabuka hapa nyumbani. Bila shaka unajivunia ushindi wa kesho. Ni kipi ambacho kinakufanya ujivunie ushindi wa kesho? Kwanza, cha kwanza kinatuma nijivunie ushindi wa kesho ni jua wachezaji, nikiangalia wote naona wako pamoja. Kioni chao unaona wanacheka cheka, inaonesha sura nzuri kwa kuona kama ushindi huko. Hicho ndio cha kwanza cha muhimu, nasema watu wakishakuwa pamoja hamna tatizo, wanaweza wakapigana pamoja na wanaweza kubuka ushindi. Siku ya mazoezi, siku ya Jumanne ulitoka uwanjani na hasa waandishi wa habari, baadhi ya waandishi wa habari walikusogelea kutaka kuuliza, ulikataa kusema na ukasema kwamba kuna matatizo. Nyie kama kuna tatizo, nyie hili neno lilirudi mara nyingi sana. Nini maana ya hilo? Maana ya hii neno, unajua nimepana ujumbe kwa wachezaji wote, asio Captain Selemani alifika mapema, wengine wamekuja hii wiki ya match na walikuwa kwenye ndaweza sema kwenye holiday, kuatia pamoja nikaona wanaremba, nikasema hapa pana matatizo kabisa. Inafaa tena niwaze gisi, unaona kama niko na wasaidizi wangu, nafaa tuwaze gisi ya kuunga timu vizuri juu tuweze kubuka hiyo ushindi. Jua nimesema kwa hivi pako matatizo, na jua nikawaambia kwa hivi siwezi nikatoa interview yote juu sijaona kikundi na utumetisha nje kama wako sawa. Hakika leo niweza nikasema nimeona mazoezi ya Wednesday na Thursday, nikasema kwa hivi wachezaji naona kabisa timu inaanza chomoka, na ndio maana tumeweza kutia wachezaji wote 18 wenye watakuwa kumacha ya kesho. Tupe sura ya vestiaire ya Inamba. Anafanana sura ya vestiaire kwa hivi, sura ni nzuri sana. Juu ya nini? Ni wachezaji nimekuwa nao tokea wangali wadogo, tunaongea nao, wanajua gisi niko, najua gisi wako. Ndio nikasema ile wanasema ambiance hivi naona ni nzuri. Juu hivi sio ile ya kusema ni mzungu ni nini, kama pako tatizo tunaweza tukaongea, kama tumefuata tactic vibaya nasema coach hapa tunaona tunifanya hivi. Yaani hivi hakuna uoga wa kuogopa ni fulani. Tunaongea si bote kama wandugu, kama warusi wote. Hakuna mpasuko wa wachezaji kwa sababu hao wenye kutoka nje mara nyingi wakati mwingine na hao kuna pakosi virus 1 2 3 ya kebeliana, kuzarauiana, ima wakati mwingine hao wakawa na huyu. Sababu sio mara moja mara pili tutasikia mara hao kwa Selemani, hao watakuwa kwa fulani. Huyo mpasuko ndani Inamba tumeuzoea kuona japokuwa kwa hujaweza kuwajua. Vipi pana hakuna mpasuko? Kwa kweli baka hivi nikiangalia gisi tumeongeaga mbele kabla ya kuanza mazoezi, nimemwambia tukaongea vingi sana. Selemani alikuwa pale, Joa amefika mapema, Captain Selemani alikuwa pale, tukaongea bibi pitikaga ni vya wapi. Ile mkishaongea na watu inaonekana mko mnatafuta kuunga ekipe moja. Kwa hivi kweli asioche kimetokea leo cha umesikia. Kwa hivi nikiangalia kuote naona kabisa sura ni nzuri. Inamba kila dakika 15 kila dakika 15 za mechi wanapigwa bao, alafu wanakuja kucheza baada ya zile dakika 15. Ni kwa nini na ni kitu gani wewe coach Olivier unafanya? Kwa kweli ile dakika 15 kwangu ilikuwa inatokea juu ya nini? Tulikuwa tunaunda timu tumekawia. Na kuzuiana kwa timu inaomba muda. Kwa sasa nikiangalia wakati tumekamata wa kufanya mazoezi ni muda wa kutosha. Na tumetumika hiyo 15 tutakutana physical ilikuwa sawa, lakini ile nguvu njoo tujaribu kugusia kwa ile nguvu ya wachezaji, tuone kama wachezaji kabisa wako imara. Na naona kwa hivi gisi tumesema tuko tunaenda tunakosoa juu kiangalia wao kusoa vitu yote hapo inakamata muda. Kwa kiwango tumefika iko hapa, naona sura ya kwenda mbele nzuri. Mfumo upo utatumia kesho? Mfumo utatumia kesho, tuna wa defender 4, wa midfield 3, wa striker pembeni na wale wawili wa mbele. Yaani 4-2-3-1. Tumeshinda mechi kati ambayo tunaweza kucheza na Djibouti mwezi wa 3, kipindi na mechi ambayo tunaweza kushinda mechi ya pili pia tukaweza kushinda. Pia hata Sudani kwa mwaka 2016 na mwaka 2017 pia wameshinda mechi moja
ambayo unaweza kuiandika Djibouti mabawasisha kwa kikundi. Je, ukiangalia kuhusiana na orodha ya FIFA, viwango vya FIFA, Sudani iko juu yetu. Je, wewe unaona kwamba inaweza ikawa tishio kwa timu yetu ya taifa ya ndani programu? Ni tishio, hisi nimesema ni tishio tena kubwa. Si kusema ngo imefunga Djibouti au tumefunga Djibouti. Tishio ya timu ya taifa ni gisi mko mnatengeneza, na mkicheza mechi nyingi za kirafiki zinapandisha point kwa ile ngazi ya FIFA. Nyuma tuliomba viongozi wakasema tutahudumia siku zijayo, acha kwanza tutengeneze hivi. Lakini kweli Sudani kama iko mbele yetu inamaanisha kama sio timu mbovu. Labda tutie mkazo fasi yote juu tuweze kuwafunga. Na utatumia tena pia nguvu mingi. Ndio maana nasema sio mbovu juu wako nyuma yetu wako mbele yetu. Ni kwa hiyo maana utajua mbovu ni nani, mwiko na nguvu ni nani. Kocha, umewahi kuongea ukasema kwamba timu nyingi za kuzungumza lugha ya English kama kwamba zinakuwa ni timu zinatumia mfumo wa 4-4-2. Alafu wewe umetuambia kwamba ni mfumo unaotumikisha ni kama mfumo wa 4-3-3. Sasa huyo mfumo, na kwa kutokana na ile mifumo ya hizo timu za kuzungumza lugha ya English, unaona kweli kama huo mfumo utafaulu kwa machi ya kesho? Kwa kweli nikizungumzia hiyo, kawaida mfumo umeunda sio njoo unacheza. Pako animation na kwa uwanjani. Na kama nimezungumza kama timu zinazungumza English, yani wanazungumza Kiingereza, kawaida mchezo wao wanatumia nguvu. Na njoo maana kwa hiyo ngazi niwaambia kweli palikuwa wameumia juu ya nini, ajili ya kuzuia kutumia hiyo nguvu au kuzuia kufikia kwa mwili wa mtu. Tumetafutia sana kitu cha nguvu. Ile tunasema kugonga, ile dueli. Na ile tukiweza, hamna tatizo, sio mfumo niko na mpira una mpira au mpira unageuka. Ni gisi mtu anakimbia, ni gisi mtu anagongana, ni gisi mtu anaona. Juzi tunawafundisha kama makocha. Akiwa wenyewe uwanjani wanaweza wakaongezea kingine cha kufundisha. Ile ndio nimesema umefundisha vizuri, unamfundisha mtoto, anafika anaona kingine mbele. Hapo sasa ni wachezaji, ni si uwanjani, kwa tunawakumbusha kidogo. Akinaona mpaka hivi nguvu ametumia kwenye mazoezi, naona kwa image kuna Twitter badilika. Kwa tukikusudia kwa hizo nguvu huko nasema za kutumikishwa na wajueli, na kuna kama Captain Selemani hapo ni Muslim na wengine wachezaji wenye wanakutana wachezana wa Muslim, na mwezi huu ni mwezi wa Ramadhani, hakuna kipingamizi cha unaona kwamba kinaweza kikafanya tusiji tukabeba ushindi kwa mechi ya kesho? Kwa kweli tunasema tuko mwezi Ramadhani, lakini gisi mchezaji hapa Gaila amesema ni mchezaji anacheza na wenyewe wanafunga. Tumefanya mazoezi asubuhi na magharibi wakajisikia. Itakuwa sasa hiyo nikisema kidini itakuwa ni roho binafsi ya mtu. Yeye nje ataamua. Kama itabidi aseme hapa nafanya hivi au niko mbovu hapa, ni yeye mwenyewe. Juzi tunafundisha kukamata waamuzi. Tunataka uwanjani wenyewe ndio wanakamata waamuzi. Yeye nje ataona, siwezi kusema ngo ni mwingilie tunasubiri kesho kwenye mechi itaonekana, na pia tuendelea tunaongea nao. Juzi tunasema kweli kabisa nguvu zinatumika zinapita mkinywa. Inasema nguvu inapita mkinywa ndio chakula. Aki sasa ni kuangalia usiwavuruge mkichwe juu tuko Friday kesho ni mechi, inafaa tubakie mwili ambiance nzuri, usilete kurofishana, na hii ni kila mtu anaona maisha yake. Tunawafundisha kujua gisi mwili wako utatumika. Daktari iko pale, Dr. Marongo ndio anatusaidia kwenye maudumifu ya wachezaji. Nafikiri na yeye wataongea pia, na yeye ndio ana uzoefu wingi kwa kujua swali ya hivyo. Labda nikuulize swali moja. Hivi tumeona makocha wanaita wachezaji, alafu pia wanaita wachezaji wa ziada, wale wanaitwa stagiaire. Hivyo tumeona kama Florai Benga ambao wameshakuta wachezaji 7 wakuja kusoma tu wenzao. Kwetu Burundi sio kama labda ni uwezo au kitu gani. Kwa nini huwa mnaita wachezaji wadogo? Ni kukopa kufanya selection ama ni kitu gani hasa mnaokopa? Kwa nini tusina au mfumo tukiasi kwamba tu tunaita wengi ili kuwezekana na kuita hata wastagiaire wale ni kuja kufanya kuzoezi duniani. Hivyo tunaona makocha wengi sasa ndio mfumo wametumia. Olivier, kuna kitu utabadilisha hasa kama kocha mpya wa kipindi? Kwa kweli ukiangalia nafikiri hiyo mfumo president wa federation nafikiri aliusikia mapema kwa ajili ya nini. Ameanza wakati ameanza hii under 15
akaanza under 17. Hiyo ni kitu tumeongea mapema, tukasema kwa hivi fasi yote hisi tunasema kuna watoto wanaingia ni juu azoe kuangalia ule mkubwa ika nafanya nini, na mimi kesho nikienda akosha kwa na wewe uzoefu. Kwa hiyo tunaifa fasi mingi, na sisi tuko na wachezaji pia wengi nje wana bado miaka 15, bado miaka 17. Lakini nafikiri Yesu amesema inaomba uwezo, inaomba kutia uwezo mingi mwa hiyo information, na ina uhakika kama mechi ya kufuata tunaweza tukaita kama umoja wawili, unaanziaga kwa moja mbili, kisha nyuma unaongezea juu ya kuona mabadiliko ni wapi. Sura ya timu yako inakupatia kuweza kufuzu kuingia AFCON 2019? Sura ya timu yangu kweli nikiangalia tukiendelea hivi, nina uhakika kama hakuna chenye kinavurugika katikati, tukiweza kuhudumia wachezaji wetu kama gisi tumefanya hivi, tukiendelea tunapandisha, tunatafuta mechi mingi juu pale ile mamechi tunasemaga ya kirafiki na saidiaga sana. Na njina inamaanishaga gisi tuweze kugeuza wachezaji wazoee competition. Lakini kiangalia tafuta masponsor mingi ngambo mingi, nafikiri hiyo itaingia mnani, tutaweza ikatusaidia kuchuana na watu wenyewe, tutakuwa kama tunaweza kama friendly game na Uganda, Kenya, itasaidia kwa hiyo mamachi kuona kama tunaweza sisi tukafika ile fasi tulisemaga tokea zamani au tujafikaga hapa au tujafikaga hapa. Kocha mwenzangu hapa amegusia michezo ya maandalizi dhidi ya Djibouti na Tanzania. Je, unaona zile mechi zilileta mchango katika maandalizi yako, wakati kikosi ambacho ulikuwa unatumia ulikuwa na focus sharp, lakini leo tunakaribia kati? Kwa kweli ukiangalia maandalizi tumefanya kwa kucheza na Djibouti, tulikuwa tuna focus sana shani. Juu wachezaji wa kucheza nje wanakuwa kwa wanacheza ligi zao huko, kuwatoa kule na kwa nguvu inaomba invitation ya kuonekana. Ndio maana umeona kama ile mechi tumecheza na Tanzania ilikuwa kawaida ni yasimaga journée FIFA, lakini tuliangalia wachezaji wengi fasi wanacheza walikuwa bado angaliki kwenye ligi zao. Tukasema hivi tuna focus sana, acha tujaribu tukamate wachezaji wanacheza hapa Burundi, na wewe tuwapandishe kwanza kiingo. Joa anacheza nje washakuwa professional, leo mtu amfundisha kufanya hiki anafanya kitaka, kama akutaka atafanya juni kazi kwa sahihi. Ndio maana tunaona kama tunaenda tunabadilisha, mtakupa maoni, tuchange maoni, na tukitia maoni pamoja hamna tatizo, tunaweza tukafika mbali. Swala mwisho kocha, na kama sio si unaweza kuambia list yenye utazanayo, list ya watu kuna moja special kama ndio kwa sasa hii list tutaanza nayo, tuna Jonathan Mgoli, tuna Rashid Kugosh kulia kushoto, tuna Musa, tuna Frederick, tuna Karim, tuna Piero katikati, tuna Gael, tuna Cedric, tuna Shassir, tuna Selemani na Fiston. Kwa sasa hii ndio list tumesema tunataka kuandaa liste, na wengine watababado watagomboa ni Lodi Mavugo, Claude, Papa Claude, David, Trésor, Kagabo na goalkeeper Ivan.